Wakati upande wa Israeli na Marekani katika vita inayoendelea dhidi ya Irani wakidai kwamba wapo tayari kufanya mazungumzo kama ambavyo Irani waliomba, bwana, mambo yamekuwa tofauti kwa sababu Irani sasa wametoa msimamo rasmi na kusema kwamba hakuna mazungumzo mapya watakayoyafanya na Marekani kwa hivi sasa katika vita inayoendelea. Msemaji wa mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema kwa sasa hakuna mpango wa kufanya duru ya pili ya mazungumzo na Marekani. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, amesema kwamba Marekani imeonyesha kutokuwa na uzito katika mchakato wa kidiplomasia na kwamba imefanya vitendo vya uchokozi pamoja na kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Baghai aliongeza kuwa usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz hauwezi kurejea katika hali ya kawaida kwa upande mmoja pekee kutokana na kile alichokiita hali ya kivita inayosababishwa na ukiukwaji wa makubaliano na vitisho vya Marekani dhidi ya bandari na meli za Iran. Aidha, amesema kwamba Iran haiamini katika masharti ya muda au vitisho linapokuja suala la kulinda maslahi ya taifa na kwamba kuondoa hifadhi ya nyuklia ya Irani si chaguo katika mazungumzo. Msisitizo wa Tehran ni kulinda mafanikio yake ya nyuklia ndani ya mipaka yake. Alisisitiza pia kuwa Irani haina nia ya kuwa na uhasama na nchi za ukanda huo, akieleza kuwa hatua zilizochukuliwa katika siku 40 zilizopita zilikuwa ni kujilinda kwa halali dhidi ya uchokozi wa kijeshi wa Marekani na Israeli. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba bado ngoma ni nzito kweli kweli. Wakati Iran yenyewe ikichimbilia huo msumari chini, upande wa China yenyewe imeonya dhidi ya mvutano ambao unaendelea na kutaka Iran na Marekani warejee mezani kwa ajili ya mazungumzo ili kuhakikisha kwamba wanaleta mshikamano katika Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China ambaye anaitwa Guo Jiakun, yeye ametaka mazungumzo ya amani kati ya Iran na Marekani yaanze tena kufuatia Marekani kuikamata meli ya mafuta ya Toska iliyokuwa na bendera ya Irani. Guo Jiakun aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba China ina wasiwasi na kukamatwa kwa nguvu kwa meli ya Irani na vikosi vya Marekani. Hiyo ni kulingana na shirika la habari la AFP. Wizara ya mambo ya nje ya China hapo awali ilieleza wazi kwamba hatua ya Marekani kuzingira baadhi ya meli kwenye bandari za Irani ni kutowajibika na ni kutaka kuleta hatari katika mzozo ambao unaendelea. China inakadiriwa kununua takriban 90% ya mafuta ya Irani yanayouzwa nje, huku wachambuzi wakisema vikwazo vya Marekani vinalenga China pia, na China yenyewe inataka kuweka shinikizo kubwa ili basi Irani na Marekani waweze kukaa kwa pamoja ili naye pia biashara zake zipate kwenda kama ambavyo anahitaji, kwa sababu suala la kufunga mlango bahari wa Hormuz linaathiri pia China. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo bado swala hili ni gumzo zito. Na hata ukiangalia pajia kwa upande wa Marekani kwenye mazungumzo awali, mtu wa kwanza ambaye alipelekwa kuongoza ujumbe wa Marekani alikuwa ni makamu wa rais JD Vance kwa ajili ya kwenda kuongoza mazungumzo yale. Walikaa kwa takriban saa 21 kwa maelezo ambayo aliyatoa baada ya mazungumzo, lakini hakuna jambo ambalo walikuwa wameafikiana, kwa sababu ukiangalia matakwa ya Iran yanaonekana ni makubwa, kwa sababu Iran wenyewe wanachotaka ni kuendelea kurutubisha urani, lakini pia kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo Marekani yenyewe haitaki, lakini vile vile inataka yenyewe ndio itawale ule mlango bahari wa Hormuz ambao ndio njia ya kupitishia mafuta na itoze ada yenyewe bila kuingiliwa na Marekani, jambo ambalo Marekani wenyewe wanaona ni gumu. Lakini vile vile moja kati ya hitaji la Irani pia ni kuitaka sasa Marekani ishinikize Israeli ambaye ni mshirika wake mkubwa kusitisha vita dhidi ya kundi la Lebanon ambalo limekuwa likiungwa mkono sana na Irani katika vita ambavyo vinakuwa vinaendelea kati ya Israeli na Lebanon. Sasa Marekani akaona kwamba hilo nalo ni gumu, lakini kwa baadaye tumeona kwamba Israeli na Lebanon waliingia makubaliano ya kusitisha vita kwa takriban siku 10 ambazo kwa hivi sasa zinaelekea kuisha. Sijui ni nini ambacho
kitafuata baada ya hapo, watarudi tena vitani au zitaongezwa siku nyingine, lakini ilikuwa ni moja kati ya sharti la Irani, unaona. Sasa ukiangalia Marekani na yeye pia kwa upande wake hataki kabisa kuona Irani ikirutubisha urani, hali kadhalika ikitengeneza silaha za nyuklia. Na Rais Donald Trump ameweka wazi kabisa kwamba suala la kuiruhusu Irani kutengeneza silaha za nyuklia ni kuruhusu janga jipya duniani. Sasa anachotaka ni kuhakikisha kwamba Irani haitengenezi tena silaha za nyuklia. Lakini wa Irani wenyewe wanasema hizi silaha ni kwa ajili ya ulinzi tu na hakuna mambo mengine tu. Sasa Marekani anaona kama inaweza kujikawa ni tishio kwa baadaye kama atamruhusu Irani vile vile kutengeneza hizo silaha. Na kama umeshuhudia kwenye vita ambavyo vinaendelea kwa hivi sasa, Irani imeweka wazi kwamba mabomu ya nyuklia wanayo ya kutosha, na hata ambayo wameyatumia kufanya mashambulizi katika nchi za Afrika Mashariki ya Kati, hasa nchi ambazo ukiangalia nchi kama UAE, kwa maana ya zile nchi ambapo Dubai ipo pia ndani ya UAE, ndio. Sasa ukiangalia namna ambavyo walituma mashambulizi kwenye zile kambi za kijeshi za Marekani, Marekani anaona kwamba hii kitu hakiwezekani kabisa. Anataka aweze kuhakikisha kwamba Iran inatoka kabisa katika huo mpango, lakini wao wanasema silaha tunazo na zilizotumika ni chache. Kwa hiyo kama Marekani ukiendeleza vita, silaha bado tunazo nyingi sana, na wameahidi kwamba watashambulia vyovyote vile iwezekanavyo kama Marekani atataka sasa kupenyeza ajenda zake dhidi ya Iran. Lakini pia Marekani anataka utawala katika mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu anajua kwamba kama atatawala pale ataweza kupitisha mafuta kwa wingi zaidi. Unaona, yani anataka meli inayopita pale yende anakuwa nakagua, yende anakuwa natoza kila kitu. Yani kifupi anataka full control kama ambavyo amefanya kwa nchi ya Venezuela baada ya kuwa amemondoa Rais Nicolas Maduro. Unaona wamemondoa Rais Nicolas Maduro, na Trump amekuwa akiweka bayana kabisa kwamba kwa hivi sasa ndani ya Venezuela anafanya chochote anachotaka, aongoza na upeleka anavyotaka, na mafuta anavuna anavyotaka, jambo ambalo Iran wenyewe wanaona usituchezee bwana, usituchezee. Wao swala la kupigana sio issue kwao. Wamezoea kupigana tokea miaka na miaka. Washapigana vita hawa zaidi ya miaka 20. Washaishi na vikwazo vya kiuchumi kwa zaidi ya miaka 40 sasa. Na kwa hivi sasa wameitaka pia Marekani kuondoa vikwazo ambavyo wameiwekea Irani kwa hivi sasa, na kurudisha zile fedha zote ambazo wamezishikilia kama sehemu ya vikwazo. Kwa hiyo ukiangalia Irani na wao pia kete zao wanazichanga sana. Na hapa katikati walikuja wakafungua mlango bahari wa Hormuz, na Rais Trump kama amejigamba kwamba wamefanikiwa, ni ushindi kwa dunia, na vitu kama hivyo. Lakini ndani ya saa 24 tena Irani wakawa wamefunga tena mlango bahari wa Hormuz. Hapa sasa Marekani na Trump wakabaki hoi kwamba inakuaje. Ndio hapa kama ametoa kauli kwa babana, watu inabidi wasituchezee. Njia ambazo anakuja kuzitumia zitakuwa ni ngumu zaidi. Lakini Iran wao wamesema kwamba hakuna kitu ambacho wanaogopa, na kama Marekani anataka kuanzisha vita tena aje tu, na kama anataka kumaliza vita inawezekana. Kwa hiyo bado ngoma ni nzito. Wewe mtazamaji, unaweza kuwa na maoni gani juu ya hilo? Niandikie hapo chini kwenye sehemu ya kutolea maoni, na mimi ujumbe wako nitausoma na mambo yatakwenda vizuri zaidi. Hii ni Umera Media. Don't forget to subscribe, like and share. Keep your comment and I will read it, okay?